Neno la siku. Now, I want us to read a very short verse hapa kwenye kitabu cha Genesis. A very short verse, alafu tuende tukule ngoma kidogo and then sasa tupatane pale vile tuingie kwenye shule ya Sabato katika awamu ya pili tuweze kuchambua pale vile leseni ya wiki hii. Now, Genesis chapter 1 verses 3 inasema, and God said, let there be light, and there was light. Just a very simple verse like that. Na mtu bado unapata mtu atake kusoma Biblia. Jamani, binadamu. Just a very short verse tu kama mtu hawezi amka asubuhi na asome. And God said, let there be light, and there was light. Sisi kama tunapatana. Just a simple interpretation of that, of Genesis chapter 1 verses 3. All right. Wacha tuongee. Unaweza kuwa umelala usiku. Lakini what happens when you wake up in the morning? Siku inakuja mwangaza. Yesu siku imekuja na giza, but asubuhi inafika na Mungu anasema let there be light, and there is light. Okay, Mungu alisha design ya kwamba asubuhi ikifika jua itokee pale vile, na ikifika jioni jua izame pale vile na giza ingie. But now speaking of this particular thing spiritually pale vile, yani hata wewe mwenyewe unaona my days are dark. Vile vitu ambavyo napitia nyeusi kama giza, kama makaa. You know, there's no white spot in it. Yani maisha yangu imekuwa na giza totoro. Hakuna biashara yangu haisongi hata kidogo. Familia yangu imesambaratika hata yani hakuna kuelewana kwenye familia yangu. Mimi na ukoo wangu, mimi na jamaa zangu, I'm the black sheep of that particular family. Giza imetanda maisha yangu kila kona, huku na huku, mbele nyuma, pande zote. Total darkness. But God says, let there be light katika maisha ya jamaa. And then wewe unaamka asubuhi na you're like, imefanyika kivipi? Imefanyika namna gani? Nani amefanya? It is sio mtu mwingine, ni Mungu amefanya. God said, let there be light, na kukakuwa na mwangaza. Hiyo familia yako, yani hiyo familia yenu, yani imeshazungumziwa vibaya, on the negatives. Yani kama kuna zile mifano mbaya ambao watu wanataka kutoa, yani familia yako ndi inatumika. Unaona kama mfano kama familia ya kina nani pale vile. Yani familia yako sasa inatumika katika example. There's total darkness in your family. There's nothing. Mpaka watu nasema, familia ya kina nani nao unaongelea haji sasa. Hiyo pia ni familia ya kwanza kupiga story yake, ya kwanza kuhadithia story yake. Hiyo wachana nayo. There's nothing good that can come out of that particular homestead. Hakuna kizuri ambacho kinaweza kikatokea pale vile. And then just overnight, Mungu anasema tu hii madharau kwa hii familia imetosha. Okay, I still have a few people kwa ile familia ambao ni wazuri. Wacha nitangaze mwangaza katika maisha yako. And then God says, let there be light katika hii homestead, katika hili boma. Wacha kuwe na mwangaza. And then watu are like, ni shamba waliuza, ndio maana huyu mtoto amesoma. Sio shamba ameuza. God said, let there be light, and light was there. Atiyo amengea Illuminati. There is no such thing as Illuminati. God said, let there be light, na kukawa na mwangaza. Okay? Si kona wajakona mtu wajenda kurob mtu kwa bank. God said, let there be light, and light was there. Hallelujah. Sisi kama binadamu tumekaa chini tukasahau Mungu na tukasahau how powerful God is. Mpaka right now tukiona vitu zinafanyika miraculously, tuna equate that to Illuminati, conmanship, kuuza mashamba, kuuza nini, kutoana makafara, kufuga majini kutoka baharini. We equate God's miracle to this particular things pale vile. Yani tumesahau ya kwamba Mungu bado ako na ile uwezo. God still has that power to perform miracles, by the way. Mungu bado anaweza akafufua watu. Mungu bado anaweza akaponya magonjwa. Mungu bado anaweza akafanya yule jamaa ambaye hakuwa anaona aone. Jamani, he is still God. He has not ceased to have those particular powers ambazo alikuwa nazo. Okay, Lazarus kwa mfano pale vile, unajua Lazarus yeye sasa giza ilishatanda kwa maisha yake. Yeye alishakufa, alisha dead. But what happens siku ile ambayo Yesu anakuja pale vile, Genesis chapter 1 verse 3, and God says, let there be light, and light comes there. Na Lazarus anafufuka, by the way, na tunaona. Okay? Mbona sasa pale vile wangesema ati wewe alikuwa anajifanya tu hapa amekufa, na kumbe hata hakukufa. Ilikuwa ni mikike tu, ilikuwa ni majambo tu anafanya hapa. Alikuwa anakuja manja hapo ndani asikufe, ndio survive. No, God still has that power to resurrect people from the dead right now. Okay? So my point was that
It doesn't matter the amount of darkness or the duration of darkness kwa maisha yako, kwenye biashara yako, kwa familia yako, kwenye ndoa yako, kwa nini yako pale vile. Just know that Mungu, just one random morning, Mungu atasema tu wacha jua leo iangaze kwa kina nani. Wacha mwangaza leo utokee kwa biashara ya nani. Wacha leo kuwe na light kwa familia ya nani, kwa ndoa ya nani, kwa masomo ya nani. Sisi kama tunapatana. Alright? And once God has pronounced this particular light in you, in your family, in your business, in your small household, pale vile, in your education, and in your whichever endeavor pale vile, usije ukanyamaze nayo. Na pia usianze sasa kuoneshana madharau. Also make that light be an inspiration to watu wengine ndio waweze kurudi kwake Mwenyezi Mungu. Elewa pale nyuma nilikuwa nimesema kwamba kuna watu wengi wamepotea, na we need to come back home. Lazima tuweze kurudi kwake Mwenyezi Mungu. Once God has professed this particular light in you, wacha hiyo light iwe ni inspiration kwa watu wengine, na waseme huyu Mungu aliyemtendea Ali mtoto wa mjomba, huyu Mungu aliyemtendea Alex, huyu Mungu aliyemtendea Sharon, huyu Mungu aliyemtendea nani na nani na nani, wacha mimi pia nijaribu huyu Mungu. Kama hii familia ambao watu walikuwa nasema there's nothing good that can come out of it, yani Mungu amefanya kitu kama hiki kikatokea kwenye hii familia, let me try their God. Wacha nijaribu Mungu nami nione jinsi gani atanitendea. Make that light be an inspiration kwa watu wengine ambao bado hawajajua Mungu. Let them not see that particular light ni sasa nikana kwamba umeingia kwa conmanship fulani, umeanza kucheza loto, umeanza sasa umeingia ile. Let them not see it like that, but waseme I see these people praying, I see these people going to church, I see these people kneeling to their God. Na wanaomba. Let me try their God to also profess the same light in me, just as he professed light in Genesis chapter 1 verses 3 pale vile. Happy Sabbath. Tupatane katika awamu ya pili kwenye shule ya Sabato. 104.6 Kabarnet, Kio FM. Inasikika.